Hello guys, and in today's video tunaongelelea blood parliament. And I don't know what's wrong with the government na hii blood parliament, and hii government ya Ruto inaka like it's not taking critics very well. After the documentary, it's a BBC documentary yenye iliweza kutoka and everybody alikuwa na watch, and watu wakaweza kusema hata like itolewe in all tribes, like kila mtu aweze kuelewa hadi uko mashinani, kina wamama waelewa, wababa waelewa uko nyumbani, like kila mtu aweze kuelewa ndo waweze kuona like what the government did to Gen Z during last year's maandamano. And tumeweza kuona after all that sagas, tuliweza kuona pia parliament waliweza kuidiscuss, wakasema how it was biased, sijui haikuwa like the real thing what happened kwa ground. And jana usiku waliweza kuarrest 4 filmmakers wenye walikuwa kwa studios zenye zilikuwa zimefanyiwa hiyo documentary, and waliweza kushika 4 boys mmoja ni Nicholas Gichuki, Brian Adagala, Mark Karubiu, and yeah, another one person. Walikuwa wanne wakishikwa, wawili wakapelekwa Pangani police station na wawili wakapelekwa Muthaiga police station. And what do you think about the government? Like tusharudi place moja alikuwa kitambo juu hivyo ndo like tunaona tunaelekea. Okay, tuko almost there. So sema tumerudi sides za moja juu mostly si hatukuwa hiyo time. I think tuko almost hapo. Hii kushika hawa journal. First of all, I think history of blood parliament ilikuwa imeanza ku die down. True. Although kuna watu kadhaa walikuwa wanaonyeshana huko mashinani. Nilikuwa nimeona mahali Mathare watu wakionyeshwa. Hata Mukuru. Ilikuwa Mukuru. Ilikuwa Mukuru. Niliona watu wakionyeshwa kwa zile movies, zile movie nini? Zile za ghetto. Nilikuwa nimeona bado huko inaendelea, so wanaonyeshwa. Hiyo story ya kunini ya kuchange it to different languages actually is a good idea. So nimejua ina happen. But hii story ilikuwa imeanza ku die down. Watu walikuwa wameanza kuongelea ile the other MP walikuwa assassinated. True. Like watu wana take it kama a small thing, but MP kuwa assassinated inamaanisha anyone anaweza kuwa assassinated. Inaonyesha kuna security enough. Hakuna security enough. Kwa hivyo kama yeye alikuwa assassinated pia wewe unaweza kuwa assassinated. Even the same thing like watu walikuwa wamemove to hiyo. But sasa government kushika hawa watu wameleta story back alive. Hata international media imeanza kuongelea tena. That's how much wamefuck up to. Wame create circus for no good reason. And another thing yenye tunaweza ongelea ni hiyo story yote like kushika press. Si press wanakuanga like wanakuanga independent pia like I think na pia freedom of press. Kuna hiyo part, yes, ufai kuwashika. Although kama unaita for questioning kuna procedure nafaa kufollow hiyo. True, si kuwashika usikatikati usiku kutoka umelala. Like tumeweza kuona wameweza kushika watu hawakuwa kwa fault, like watu hawakuhusika ku create your film. Ku create the documentary. Actually none of them unless walikuwa na video files yenye waliforward kwa watu wa BBC, none of them wali interview au akina Hanifa Boniface Mwangi na the other guy. Like none of them waliwa interview. None of them walikuwa kwa studio at the moment ikitengenezwa. Wameshikwa maybe for other cases wakiangalia story ya blood parliament, but watu wangeendewa najua government imeziguza watu wa BBC. Sababu ukienda watu wa BBC lazima follow the right procedure. Jo walichukuliwa tu wakiwa kazi. Walichukuliwa tu. And tumeweza kuona Boniface Mwangi ameweza kutokea na kusema 2 of them walikuwa hawakuwa like among the watu hata filmmakers. Wanawakingi, let me say venye ametweet, wacha niwasomee. After wameshikwa ameweza kusema none of them were involved in the production. However, investigative stories involve small teams and everyone is engaged on a needs basis. Those of us who featured in the documentary were interviewed by the BBC cameraman, arresting innocent people and confiscating their hard disk and equipment is criminal behavior by Ruto's government. And akaweza kusema 2 of the journalists, natafuta hiyo place. Iko kwa the latest post yenye amepost like 2 hours ago. Alikuwa anajaribu kusema like 2 of the journalists amework now for something else ku uncover nini human rights violation. Ikanamaanisha like so amekuwa wakiwork on other stories about bado wanacover the same thing, human rights violation nini. Another thing I think the government was wrong ni kwenda kuarrest considering hizo videos ziko online already. Like hakuna kitu walifanya like extra ama kitu hatukuwa nayo. Video zote BBC imetumia zilikuwa online, ziko Twitter, ziko TikTok. The original person alipost maybe ukifuata vizuri. Like wanna arrest the wrong people for the wrong person. That's being petty as a government. Na pia I think government walikuwa angalia hii story kama propaganda, but sio propaganda juu actually ni vitu zili happen.
au ndo walisababisha hii story yote. Hii story yote bado ilianza from wao. Watu ndo waende street wakuwa hata killed in the first place. Walitoka kwa nyumba wakienda juu, walikuwa complain about the same government. Watu wakatokea street, government bado ikaprovide the same police, wakakuja like government kwa every other chance ya kustop history yote, hao ndo walikuwa na aggravate actually. True. Walikuwa na make it worse. At hiyo day ya nini ya June 25th, ndio hiyo day ya June 25th, government bado ndo ilitoka wakaamua acha tupitisha hii bill. Wao walipitisha hii bill ndio wakafa fuel maandamano ikaget worse. Like history yote actually wao ndo wamefikisha hiyo level. Alafu saa hii wataki kudeal na repercussions. Repercussions ni yeye mlivunja sheria nini, watu wakuwa accountable. Watu wanafaa kuwa accountable, wanafaa kupeleka kwa court, investigations nini. Lakini hakuna kitu moja wanafanya. Watu wengine wakiamua kufanya hiyo part wako na issue. True. And another thing naweza sema kutoka hiyo watu wenye like for the 4 boys wenye wameshikwa, tunaweza sema kuna pia like government ilikuwa imeanza kufuela watu tena pia kurudi maandamano. Everybody kwa comment section ama kwa reactions za Kenya mingi zilikuwa zile za like tuna meet lini, like maandamano iko lini, when is the next maandamano, I feel the streets calling and all that. Pull off another maandamano at the moment itakuwa ngumu. So how much the government inajaribu. Tunakumbuka sio ni 1 week ago ama 2 weeks ago government ilikuwa sababu kuna mtu atafaa kuna protest but silibaniwa na court. Ilitolewa na court. Iliambiwa ni illegal. Like ni illegal. Hiyo story yote walikuwa wamepeleka like ikarudishwa chini and watu wakalipa actually 11 million. 2 million. Walilipa for nini kupigwa time ya protest. Walilipa different things. Okay. Hiyo story yote like ora kusema nini, like hii story yote government ndio ikisababisha. Na sasa hii wanafaa kudeal na repercussions au correct hata filmmaker. Unajua in the first place hata kuna mtu alikuwa anawajua. Yes, tunaweza ona majina zao pale kwa rights and everything, but no one knows about it. True. And do you think someone snitched on them? Hapana, I think to government iko na enough information ya kuwashika. Na wanajua pia penye hiyo studio iko kama ni the same studio ilitumika. Wanaweza wapata huko. And tumeweza kuona like walishikwa katikati ya usiku and watu wameweza hizo reactions zimeweza kupush the government to an extent that wameweza kuwa release. I think pia over release ndio wameona kuna kitu wanaweza fanya nao, sababu kama wao kusaidia kutengeneza nini the film that is Blood Parliament au kusika anywhere unawashikia hawezi build a case against them. Wapata kwa studio maybe the same ilitengenezwa documentary just enough over case kutengeneza kesi. Na plus kama waliwara kushika wa BBC wanaweza washika maybe on misinformation and everything, but hakuna kitu walisema ilikuwa misinformation. Like kila kitu unaweza pinpoint, maybe kusema ule ndo alikuwa shooter, maybe wanaweza kuwa like kuna ka slight maybe ka 90-70% chance inaweza kuwa actually one of them hakuwa shooter, but to say tulijionea inakaa sio 70, inakaa ni high, inakaa at least more than 90. Inakaa ni ukweli ule shoot. Uju personally mimi niliweza kufuatilia kwanza hiyo story ya huyo niliwatch the documentary. Huyo mwenye alikuwa amevaa boots hizo za brown. Hata mimi I was like like wakitafuta before hata like ni watch your video to the clip to the end. Hata mimi nilikuwa natafuta na wao. Na ukiangalia like unaona it's true that person is is the one mwenye alishoot hiyo bullet ilishika Sheini, Eric Sheini. And I think we need as a country a better government, like watu wao yuko piti na vitu zingine like Ruto badala tutengeneze barabara tujenge ma classes, we need make sure health like Sha inafanya ana focus na vitu ndogo ndogo like watu wa feel like the one thing actually nisielewa ni history ilikuwa imedead. Ilikuwa imeisha. Like watu walikuwa wameanza kusahau. Najua huku Kenya vitu zi happen so fast that watu move on mbio. Watu walikuwa wameanza kusahau kana kwa stories zingine. Hao ndo pekee tu waliona acha tufuatilie bado story. Na sasa on Saturday leo asubuhi na jana usiku wamefufua story imerudi. International media nimeona Al Jazeera wamecover story. Like sasa hao wengine wakishaamka kusaidia maybe ya US and BBC although washaamka sasa hivi wanakuwa 2 hours behind. Kila mtu ataanza kuiongelelea. Kila mtu atakuwa anaiongelea. Na it's not a good picture kwa government. Picha yao waujichoma. They don't care. I think hata the reason wana complain juu walichoma picha before, wataki watu wakawe venye walichoma picha. Wanaendelea kuchoma picha bado. Like wanasolve moto kwa moto, like wanaongezea makaa kwa moto badala wajaribu kusolve. Either kuna msea kwa around Ruto wana making
decision tu mbaya throughout, ama tu watu wanamuadvise vibaya. Wote wanamuadvise vibaya. Juu niko sure wapenda kushikwa either walikuwa wamekuongea kidogo but walikuwa wameongelea juu ama ni msana jaribu kuprove a point anafanya kazi. Akaamua kwenda kuwashika. Prove a point yake imeleta another outrage. True. And I think that's it for this video. Don't forget to like, comment, and subscribe.